katika injili hizi 4 ni Luka mtakatifu aliweza kunakili na kuweka maelezo ya yale yaliyozungumzwa pale msalabani. Katika injili zote ukitazama katika injili hii utaona mazungumzo yaliyoendelea pale pale. Nami natangulia kusoma kwa jina la Yesu. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Maana ya mstari huu ni kwamba Yesu Kristo anayo mamlaka ya kusamehe dhambi, na iko neema katika Kristo ya kutuokoa na kufanya kuwa salama, kuondokana na dhambi zetu. Bwana asifiwe sana. Na ndipo tulikuwa katika siku za Kwaresima hizi 40 tukitambua kwamba na kuamini kama alivyosema Yesu, amini kwamba katika wokovu huu unaosema hapa tunaweza kabisa kuokolewa na kuwekwa salama kuurithi ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hivyo zingatia neno leo hivi na uzingatie kwamba pamoja nami peponi. Peponi ni wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Peponi wanatheolojia wanasema ni eneo ambalo halina maumivu, ni eneo ambalo lina shangwe, happiness, ni eneo ambalo lina furaha, ni eneo ambalo limejaa amani. Yesu akamwambia huyu bwana pale msalabani kwamba nitakuwa nawe peponi leo. Anamaanisha kwamba peponi kuna uwepo wa Mungu. Lakini la kujifunza ni wako watu wawili hapa pamoja na Yesu, mmoja kulia, mwingine kushoto, na yakini yule wa kushoto ndio aliyemtukana Yesu Kristo, na wa kulia akaomba msamaha, akajua dhambi yake na akaliona hitaji lake, na akagundua kwamba Yesu Kristo anaweza kumponya. Wakati huo akasema, Bwana unikumbuke. Ni mara ngapi umepata changamoto ukamwambia Bwana ukumbuke? Au wewe mmoja wa yule unapokuwa na changamoto ngumu, uko katika hali ya kufa, unatukana? Mungu akusaidie katika changamoto yako, katika majaribu unayopitia. Amini kwamba Yesu yupo. Amini na mwambie Yesu akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo leo tunao nafasi wapendwa ya kuamini, lakini katika kuamini kuwa na toba ambayo inatupa nguvu na amani kwamba tutaingia peponi, tutasaidiwa mambo yetu, tutatakaswa na Bwana atafanya njia katika magumu, na tutakuwa na furaha na amani na utele wa mazuri huko tunapokwenda, ile njia ambayo tunaelekea. Wote tulioko hapa njia yetu ni mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana alibariki neno lake. Yohana mtakatifu 19 mstari wa 26. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, Mama, tazama mwanao. Bwana asifiwe sana. Na pengine hakutakuwa na kitu kipya sana ambacho tutakisikia tena leo, lakini Mungu anapenda kutukumbusha na kusisi sana kusema na sisi katika yale ambayo wakati mwingine ni kama tunayafahamu, lakini ni kama tunayasahau. Tunamwona Bwana Yesu katika nafasi yake anapojua kwamba wakati wake wa kuwako duniani umekwisha, na ya kwamba atakwenda katika mauti na hatimaye atarudi kwake alipokuzoea, kule ambako aliacha utukufu wake mbinguni. Anamtazama mwanafunzi wake aliyempenda sana amesimama karibu na mama yake, lakini neno linalotoka katika kinywa chake kuhusiana na yule mwanafunzi, anamwambia mama yake, Mama, tazama mwanao. Anajua kwamba yeye Yesu ndiye mwana wa kuzaliwa na Mariamu, lakini anampa hiyo nafasi mwanafunzi mwingine ambaye ni mwanafunzi wake tu aliyempenda sana, na anamtaka mama yake amtazame yule mwanafunzi kama mwanawe kabisa. Tunaona namna ambavyo Yesu anahusika na mambo ya familia, anataka kuona hiyo familia imekaa pamoja. Waimbaji wameimba hapa wakisema kuhusiana na wazazi kuchunga na kuangalia sana watoto wao, ili kwamba wasipotee katika utandawazi ambao tunao katika siku za leo. Na ukisoma muendelezo hayo maandiko, hata kuna wanafunzi naye anaagizwa na Bwana Yesu kwamba
Lakini unaona namna ambavyo sasa yeye kwa nafasi yake ananena kana kwamba mtu anayetoa wosia, akitaka kuiona hii familia ikiwa katika hali ya umoja na pamoja hata sipo kwako yeye. Na ukisoma mwendelezo wa huo mstari utaona kwamba baada ya hili tamko, baada ya hili neno, mara moja yule mwanafunzi alichukuliwa na yule mama akawapo nyumbani kama mtoto wa ile familia. Jambo la ajabu kabisa kwamba wakati mwingine tunapozungumza, tunaponena, tunaposikia maneno ya Mungu yanayotuagiza katika maandiko yake matakatifu, tunakuwa na uzito wakati mwingine na kuchelewa kuyatendea kazi. Huyu mwanafunzi alichukuliwa na mama wa Yesu na wakawa pamoja katika familia ile kwa umoja, sawa sawa na maneno ambayo Yesu alisema naye. Tunapoyasikia maneno leo, pengine tutakuwa tunayasikia kwa mara ya 50 kwa wale ambao wameanza kusikiliza haya maneno na kuhudhuria hizi ibada miaka 50 iliyopita, lakini linabakia pale pale neno la Mungu kwamba siku zote linakuwa na nguvu ya kutaka kutiiwa, kufuatwa na kutekelezwa vile ambavyo Mungu anasema na sisi. Kwa hiyo tunapotafakari haya maneno 7 msalabani leo, Bwana Yesu anaponena na mama yake na kumwagiza mama atazama mwanao, basi tusikilize yale maneno ambayo Mungu anasema na sisi kila mmoja wetu katika moyo wake, kwa sababu wakati neno la Mungu linatoka katikati yetu, kila mtu Mungu kuna jambo maalum anazungumza naye katika moyo wake. Usiache kulifanyia kazi hilo jambo kwa haraka, kwa sababu hayo ndio Mungu anataka kuyatenda. Mungu alibariki neno lake. Asante sana.